wa aina gani? Kwa hiyo umeshinda kulala chumbani kwako, umekuja kulala huku kwenye chumba cha mfanyakazi. Kwani hiki chumba kiko wapi? Si kiko ndani ya nyumba hii? Vyumba vyote humu ndani ni vya kwangu mimi. Kwa kile ni chumba changu na hiki ni chumba changu pia. Kwa hiyo kulala huku mimi sio tatizo. Siku hizo unachanganyikiwa eh? Yaani unaona uko sawa kulala na huyu kijakazi. Tena mnajifunika shuka moja kweli? Sasa hapo kuna shida gani? Kuna shida gani mimi kulala na kiduchu? Alafu wewe unaona ni sahihi kufanya vile ulivyofanya? Mwanamke wa mtu kutoka kurudi siku manane ukiwa umelewa, hujitambui, hujielewi, haijulikani ulikuwa wapi, ulikuwa na nani, vyote hivyo mimi sijui. Na unakuja unanifanyia fujo. Uliona ni sahihi sana, si ndio? Ila mimi kulala huko ambapo naweza nikapata amani ya kumsinzia vizuri, leo niamke niende kazini vizuri, unaona kama nimefanya makosa, sio? Wewe unajiona uko sahihi sana. Unajiona uko sahihi, ukosea sio mkosaji wewe, si ndio? Na kitu kingine, unaniambia kulala na kiduchu, siji kujifunika shuka moja. Mimi kiduchu ni kama mdogo wangu. Unafikiri nafanya naye kitu gani? Au ningefanya naye kitu gani? Au mwenzetu labda macho yako labda yanaona kitu cha tofauti. Kuna nini ambacho umekuta sisi tunafanya? Mdogo wako? Yaani mdogo wako kwa umri huu? Yaani hata kama mtu amekutokea ndio unamsimulia eti bwana nimelala na mdogo wangu huyu. Shuka moja pasal, mme wa mtu. Hebu nisikilize Lydia. Tena nataka unisikilize kwa makini. Wewe unapokuwa unafanya mambo yako, mimi sijawahi hata siku moja kukuingilia. Naomba usiniingilie kwenye maamuzi yangu. Usiniingilie nimeamua kufanya nini kwa wakati gani. Usiniingilie nimeamua kulala katika chumba gani. Wewe ndio ulikuwa kwanza kukimbia chumba na kuja kulala sebleni. Nilikuuliza, nilikufuata. Sasa mimi nimekuja, nimeona sebleni hapa nifai, nimeamua kuja kulala huku ndani. Kuna shida gani hapo? Alafu kwa nini unanifuata? Naomba tusiingiliane tafadhali.